Bwana Yesu asifiwe sana. Mwakasagule hapa, mtumishi wa Mungu aliye hai. Leo nataka tuangalie jambo moja litakalo kusaidia sana mwana wa Mungu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema ya kwamba basi ndiye roho, walakini palipo na roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Ukiyatazama maandiko haya, ni wazi kabisa natuelekeza kwamba hatuwezi kuwa na amani au kuwa na uhuru tukiwa mbali na roho wa Bwana. Na anasema ya kwamba palipo na roho wa Bwana, hapo ndipo kwenye uhuru. Mahali pamekosekana uhuru, maana yake roho wa Bwana hayupo. Nchi yoyote ikikosa uhuru, roho wa Bwana hayupo. Taifa lolote likikosa uhuru, roho wa Bwana hayupo. Familia yoyote ikikosa uhuru, roho wa Bwana hayupo. Ndoa yoyote ikikosa uhuru, roho wa Bwana hayupo. Kanisa lolote likikosa uhuru, roho wa Bwana hayupo. Kila eneo uhuru ukikosekana, inamaanisha roho wa Bwana hayupo. Sasa nini kifanyike ili uhuru upatikane mahali hapo? Lazima tuliitie jina la Yesu ili liweze kutusaidia kutuvuta karibu na roho wa Bwana. Ninapozungumza uhuru, nazungumza amani. Ninapozungumza amani, nazungumza amani kutoka ndani, kwa sababu hakuna amani kwa jinsi ya nje kama ndani huna amani. Lazima mtu ndani awe na amani kwanza, ndipo uhuru uje. Na uwezi kuwa na uhuru nje ya Roho Mtakatifu, sawasawa na jinsi ambavyo Biblia inasema. Unahitaji amani, unamhitaji Kristo, na Kristo aachilie roho ya Mungu ndani yako. Hakuna namna yoyote ambavyo mtu unaweza kuwa huru ukiwa nje ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na shauri watu wa Mungu tuweze kumtafuta Mungu ili roho wake akae ndani yetu. Na kama tutampata Roho Mtakatifu, tutampata roho wa Bwana ndani yetu, manake ni kwamba amani na uhuru vinakaa ndani yako. Mambo yako yatakwenda kwa uhuru na kwa amani. Vita ya kiroho inaondoka na utashinda zaidi ya kushinda kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Hivyo tunamhitaji sana Roho Mtakatifu tuweze kuendesha mambo yetu tukiwa na uhuru. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Peace out.